Unajua bwana, ikiwa unafahamu kama wewe ni mtoto wa mfalme na baadaye utakuwa mfalme, au wewe ni msichana baadaye utakuwa malkia, basi kuna vitu ukienda mitaani hauwezi kufanya. Kuna vitu hauwezi kufanya kwa sababu unafahamu kwamba baadaye utakuwa mfalme. Ndugu mtazamaji, nakwambia hata wewe unapoangalia hapa kwenye Big School Show, hata wewe inakuhusu. Sio tu tunawaambia wanafunzi hawa waliokaa makini wanasikiliza hapa, hata wewe tunakwambia huku ili darasa linakufaa. Kwamba ukiwa ni mtoto wa kiume na unategemea kupata ufalme, kuna vitu hauwezi kufanya na kuna vitu utafanya. Na pia hata ukiwa ni dada, unajua utakuwa malkia, hauwezi kufanya vitu fulani ukiwa mitaani. Nataka kuzungumza jambo linaloitwa kujitambua. Kujitambua maana yake ni nini? Kujitambua ni kujua nafsi yako wewe binafsi. Nafsi yako ni kujua nafsi yako. Unapojua nafsi yako, kuna uwezekano wa kutoa maamuzi mazuri. Kuna uwezekano wa kuamua vizuri. Kuna uwezekano wa kufanya vitu vizuri kwa sababu unajijua wewe ni nani. Ndugu mtazamaji, tunaongea na wanafunzi, tunataka wajifahamu kwamba wao ni wanafunzi na hapa wamekuja kwa sababu maalum. Nayo ni kutayarisha maisha yao ya baadaye. Kuna jamaa bwana alikuwa anatembea kwenye msitu, alafu bahati nzuri tuseme vipi, akaokota yai. Akachukua yai, akalipenda, akaenda kulichanganya kwenye kuku aliyekuwa amelalia mayai yake. Sasa lile yai likatotolewa pamoja na mayai mengine ya kuku. Kilichotokea ni kwamba alipatikana mtoto au kifaranga cha tai katika kundi la vifaranga vya kuku. Kwa hiyo sasa, ingawa yule alikuwa ni tai kifaranga, lakini alikuwa anaishi kama kifaranga cha kuku. Unajua kifaranga cha kuku kinafukua, kinatafuta mabaki, kinatafuta minyoo, kinatafuta chochote ambacho kinaweza kikala. Lakini pia naye kifaranga cha tai kilifanya hivyo hivyo. Sasa siku moja, kitu cha kushangaza, kile kifaranga kikaangalia juu, alafu kikaona ndege mmoja yuko juu sana, alafu amependeza, alafu ametulia. Kile kifaranga kikauliza kifaranga kingine, yule ni nani? Kile kifaranga kikamwambia, yule ni mfalme wa anga yule ni tai yule. Wala usihangaike naye. Sisi bwana tumeumbwa kuishi hapa chini. Yule kifaranga aliamini, ingawa ni tai aliamini. Na katika maisha yake yote yule tai kifaranga kiliendelea kuamini na kikawa kinafukua, kinaruka kidogo tu kinaanguka na kikafa kikiwa tai. Moja, tunajifunza kwamba ukiwa na ndoto zako usimsikilize mtu mwingine. Watu wengine wako hasi sana, wataharibu ndoto yako. Kumbuka yule kiasili alikuwa ni tai, lakini akaambiwa na kifaranga kwamba hawezi, yule ni wa kutafuta chini na kuruka kidogo na kufukua na kula mabaki ya vyakula na minyoo, alafu akaamini. La kwanza. Lingine tujifunza ni kwamba wewe utakuwa kama unavyoamini. Maisha yako yanategemea unaamini nini. Kama unaamini wewe ni maskini, utakuwa maskini kwa sababu hauwezi kufanya juhudi ya kutoka katika umaskini wako. Kama wewe umeamini kwamba utapata division 1, utapata. Kwa sababu baada ya kuamini kuna swali, nitapataje? Nifanye nini? Nimuone nani? Nisome kitabu gani? Nijibu maswali gani? Piga makofi basi, mnangumia tu. Hilo la pili. La tatu, ufahamu kwamba kujitambua ni muhimu. Kama haujitambui, hauwezi kuexcel, hauwezi kufanya vizuri katika jambo lako. Tunaona yule alikuwa ni tai, hakutambua kwamba yeye ni tai, akaaminishwa kwamba yeye ni kuku na akaamini. Angetambua, angefanya zoezi la kuruka, angeona ameenda mbali kuliko wale wenzake wanavyoruka. Kumbe nakwambia
hakikisha wewe mwenyewe unajiamini na kutambua kwamba wewe ni nani. Ngoja nikwambie, ndani yako yupo simba, ndani yako yuko tai, ndani yako yuko mbuyu. Lakini watu watakwambia wewe uwezi. Leo nimekuja kuambia, na ndio kazi ya Big School Show, kuambia wanafunzi kwamba wanaweza kufanya vizuri katika maisha yao. Angalia, unaona wasichana hawa wazuri, unaweza kaambiwa, unaona mwenzako mlisoma la 7 naye amesema leo nimeolewa, mimi nakula inchi, niko kwenye gari. Ukasema na mimi napata shida pale Kamene, ngoja niache shule. Wewe umeloga kwa sababu labda ungekuwa waziri kesho, labda ungeendesha Boeing kesho mpaka California, labda ungekwenda mbali katika maisha, labda ungekuwa rais. Nani anajua bwana? Nani anajua dada? Nani anajua? Hakuna anayejua. Brother, wewe unafikiri na kuaje? Unaweza kama unayetaka kuwa uongo kweli? Yes. Kwa hiyo kumbe usimsikilize mtu. Wewe ni adui mwenyewe, na hakikisha unasimama. Kama umekuja Kamene, ipo sababu, lipo kusudi, na ndio maana umekuja. Wale ambao hawana kusudi walikataa shule, wakasema naenda kuendesha pikipiki. Wewe ukasema hapana, mimi naenda shule. Ndio maana upo hapa. Nenda shule moja kule Tunduma, mama akaniambia, mwanangu bwana anataka kuendesha pikipiki, hataki shule. Nikamwambia hataki shule, akasema basi muache endeshe tukutuku. Lakini wewe uko hapa kwa sababu ya kusudi moja. Tambua ndani yako uko mbuyu, ndani yako yuko simba. Simba huwa hali nyasi, na wewe una simba ndani yako. Simba hapati D bwana, simba hapati F bwana, simba hapati F bwana. Bwana tai bwana hapati F bwana, hali vikombo makombo, hali mizoga. Kwa hiyo hapa piga mtu, lazima mweke malengo ya kufaulu. Kila mmoja weka malengo kwamba lazima nipate A. Jamaa mmoja anasema lenga mwezi, ukikosa mwezi utaanguka miongoni mwa nyota. Maana yake sema nitapata 100, ukikosa 100 utapata 95, bado utakuwa juu bwana. Kwa hiyo nataka kukuambia lenga mwezi. Hakikisha mwenyewe unajitoa kwa mambo makubwa. Yule tai alitakiwa atamani kuruka, angejaribu tu, angeona anakwenda mbali, lakini alifika mahali akaamini kwamba yeye hawezi. Sasa nakwambia wewe, ota ndoto kubwa. Mmoja anasema, unajua bwana, mimi nikifika hata form 4 nikimaliza mwanangu, namshukuru Mungu, nitafungua stationery pale, nitakuwa nauza. Wewe sio stationery bwana, wewe ni IT bwana, wewe ni mtu IT bwana, wewe sio stationery bwana. Tumekuja kuambia wewe sio IT. Wewe ni wa IT. Sorry, nataka kuambia hawa ni watoto ambao wanatakiwa wasimamie IT ya nchi nzima. Useme mimi bwana hata nikifeli, mwanangu nitafungua stationery kule Kariakoo. Kariakoo wapi? Kariakoo hakuna nafasi yako kule bwana. Wewe unatakiwa uwe mtu wa IT chuo kikuu au kwenye taasisi kubwa za dunia hii. Kwa hiyo hakuna anayekuwezesha kushindwa, ni wewe mwenyewe. Tambua kwamba una uwezo wa kufanikiwa, lakini lazima ujitoe kwa vitu vikubwa, na vitu vikubwa kwako ni kusoma. Kwa sababu lazima uwe na kitu kinaitwa priorities, vipaumbele vyako. Ukiwa hapa shuleni, nataka kuuliza mtu hapa, wewe kipaumbele chako ni kipi? Sema kipaumbele changu bwana, mimi ni kupata division 1. Mimi sijui division 2, mimi sijui. Usiweke vitu option, usiweke mbadala. Sema mimi hapa nipo kwa ajili ya division 1, ili ukikosa 1 uingie 2 basi, lakini usiingie 3. Division 3 ya nini? Wewe unaenda darasani au unapata 3. Wewe utaendaje kupata 3? Kwa kumbe ni uamuzi. Hakikisha unasoma kwa bidii, hakikisha mna discuss vizuri. Hakuna likizo hapa. Likizo ukimaliza shule utapumzika sana. Utapumzika, utatamani kusoma, lakini utakuwa huna uwezo wa kusoma. Kumbe leo umepata nafasi. Kwa majina naitwa Queen Benson Peter. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Kamene High Secondary School. Hii shule ya Kamene, sisi kama wanafunzi, kutokana na ulichotufundisha, kuna kitu kinaitwa self-esteem. Is ability of a person to appreciate him or herself. Sasa katika self-esteem kinajengwa na kitu ambacho ni self-confidence, ambayo mwanafunzi anatakiwa kuwa nayo. Sasa endapo anavyopitia katika challenges za maisha, akiwa nyumbani kama family, broken relationship, anawezaje kujiinua yeye mwenyewe akawa na self confidence
na hiyo self esteem ya kujiappreciate him or herself. Ya, asante sana ndugu mtazamaji, umesikia swali bomba. Anasema kuna kitu kinasema self esteem. Kwamba uko nyumbani lakini mazingira yenyewe yanakatisha tamaa. Sasa unaweza kujiamini namna gani? Katika maisha yetu haya, mwanafunzi uleuliza swali na wengine wote, mazingira yafanani. Uwe unafahamu. Na kama kuna changamoto, kama umepewa nafasi ya kusoma, mshukuru Mungu. Kwa sababu kuna wengine hata nafasi hawajapewa. Mazingira yamekuwa magumu kiasi kwamba na kusoma kwenyewe wanakusikia tu kwenye radio na TV. Sasa wewe kama umepewa nafasi, sawa, hakikisha unatafuta mazingira gani unaweza kusoma, kwa sababu kujiamini ni kujiamini mwenyewe kwamba lazima nifanikiwe. Yaani unaposema kujiamini maana yake unajiamini mwenyewe. Kwa nini unajiamini? Kwa sababu unaona unaweza, lakini bado ipo sababu ya wewe kujiamini ili ufanikiwe, kwa sababu bila kujiamini huwezi. Kama wewe unajua utashindwa, kuna haja gani ya kusoma? Kama wewe unaona kwamba mazingira yameshakuwa hayawezekani, kuna haja gani ya kuhangaika? Kumbe hakikisha mwenyewe unajiamini na unafuata taratibu ulizoelekezwa, na waambie viongozi wa shule hawa ueleze shida yako ili ujue namna gani unaweza kufanya mambo unayoyataka kuyafanya ili ufanikiwe, ili ufike mbali. Hakuna atakayeweza kukusaidia, kwanza ni wewe mwenyewe uamini kwamba hapa umekuja kutengeneza maisha. Kwa usije hapa usitoe visingizio. Mara nyingi wanaosingizia huwa hawafanikiwi duniani. Hata kama una changamoto, lakini kumbuka, hata kama mfano wengine wanapewa shilingi 10,000 tufanye kama vile shule zile za day. Ndugu mtazamaji, unasoma shule za day, wenzako wanapewa 500 ya matumizi, wewe unapewa 500, wengine wanapewa 10,000, wengine 2,000. Hata kama unapewa 500 kanunue mihogo na maji wewe kunywa. Alafu wewe kasome, waambie tutakutana darasani. Asante sana. Yaani usitoe visingizio. Kama umekuja kusoma, liwe ndio lengo, toa juhudi. Kumbuka juhudi ndio itakupa kujiamini. Mtu mmoja anasema hakuna kujiamini bila bidii, hakuna kujiamini bila kujitoa. Huwezi kusema najiamini alafu usome, najiamini, hapana. Kwa kujiamini unakuja baada ya kutekeleza unayotaka kutekeleza. Swali lingine? Kwa majina naitwa David Tito Seaba. Nasoma kidato cha kwanza. Mimi nataka nimuulize mtangazaji kwamba kitu gani kinafanya, yani kitu gani ukimwangalia kwamba huyu mtu anajitambua, yani akifanya kitu unawezaje ukatambua kwamba huyu mtu anajitambua? Ndugu mtazamaji, swali limeulizwa zuri, lakini zuri sana, lakini makofi machache. Hebu piga tena makofi. Anauliza swali kwamba wewe, yani mimi kwa mfano, naweza kujuaje kama mwanafunzi huyu amejitambua? Au wewe mzazi unaweza kumuona mtoto wako kwamba amejitambua au hajajitambua? Au mwalimu anaweza kaonaje kwamba huyu amejitambua? Au mwanafunzi anaweza kamuona mwenzake kwamba amejitambua au hajajitambua? Kwa kweli mtu aliyejitambua, la kwanza kabisa anatimiza wajibu wake aliotakiwa kutimiza. Kwa mfano, kama wewe ni mwanafunzi na umekuja hapa kusoma, maana yake masharti na mataratibu zote za hapa shuleni utazifuata tena bila kukosea. Yaani hauwezi hata siku moja ukapata adhabu wakati wewe unajua umekuja kusoma. Kwa hiyo unajua unapopata adhabu, kwa mfano kama miaka ya nyuma tulikuwa tunapata adhabu na kwenda kulima, naenda kufyeka, wenzako wanasoma, maana yake wewe unakosa masomo. Kwa hiyo anayejitambua ni kwamba huwa anafanya yanayotakiwa yafanye. Kwa mfano, mimi ninapojua kwamba mimi ni mwongeaji na naenda kuongea kwenye shule, nimevaa vizuri, umeona ndugu mtazamaji mwenyewe. Nimepiga vitu vyangu na viona mwenyewe, najua naenda wapi. Kwa hata wewe ukijitambua utaonekana, na anayejitambua kuna vitu anafanya. Unaona kiongozi wetu hapa anachukua hii video hapa, anajua wajibu wake, amefika kwa muda unaotakiwa, ameweka vitu vyake vizuri, anafanya vizuri, atafanya editing vizuri, anatambua wajibu wake. Kwa hiyo sisi tukiangalia kazi yake tunasema huyu anajitambua, anajua wajibu wake.